nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi yako kunawa. Unasikia pale kwa nini fasi ya nini wa sinagogi ya Wayahudi wanaweka balasi 6 ya mawe, wanaweka maji ndani. Desturi yao kama wanataka kuingia kusali wananawa. Hii ni desturi, Mungu ndio analeta hii. Mnasikia? Na Yesu anakuja anafundisha wanafunzi kutawaza, kuosha miguu yao kabla waingia kusali. Kabla waingia kuabudu. Mnasikia? Hii ndio Islamu wanafanya, ndugu yangu. Unasikia? Yani Yesu ni Muislamu. Wende 10 imeisha ile. Wende hapa Waibrania. Sorry. Waibrania. Waraka wa Waibrania 9:10 hapa. 9:10. Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Sheria jinsi ya mwili, sio ya roho, ni ya mwili. Twende vyakula na vinywaji. Wewe lazima, simama kidogo, mtu lazima akula na akunywa. Sio hivyo? Lazima akula na akunywa. Sawa? Twende na kutawadha. Na kutawaza. Kutawaza nini? Maana nini? Isileta nguvu. Acha shika pasi. Kutawaza unaelewa? Sawa, kutawaza kuingini na kuingini. Mnaelewa mzuri? Ngoja kwanza. Anasema utawaza kuingini na kuingini. Kwanza anasema nini? Kwa kuwa ni sheria ya jinsi ya mwili, kila mtu lazima akula akunywa. Baada ya kukula na kukunywa, tumbo itajaa. Baada ya tumbo inajaa, utaenda wapi? Utaenda wapi? Alaykum salam, utaende choo. Sio hivyo? Kama mnaende choo, mnamaliza haja yako, utafanya nini? Utachukua tishu. Au sio hivyo? Lakini hapa Biblia inakataa, anasema kutawaza kuingini na kuingini. Mnaelewa? Fasi ya choo na fasi ya kujua. Utawaza, sio kuosha, sio kutumia tishu wala karatasi wala kuchora kwa ukuta. Unaelewa? Ndio hivi. Kutawaza. Baada ya kukula unashiba, baada ya kushiba unaende choo. Baada ya kuende choo, mnamaliza haja yako, mnachukua maji unatawaza. Kama mnamaliza kutawaza pale kuoga, maana ndio maana ya tawaza. Tawaza ni kuoga. Twende hapa nyuma ya Biblia hapa. Tawaza